Kwa naomba akasema, habari za huyo mtu mimi sitaki. Basi maliza hivi. Mungu dhambi zangu zote nimeacha tu. Sitaki stori za huyu pasa. Mimi sitaki. Unaitwa nani? Leo ukienda mbinguni hautaingia. Kwa sababu someone is sitting in heaven accusing you. If you aborted the baby, what happened? What happened? You assisted someone to abort the baby. Yes. Now the baby is sitting in heaven, accusing you for killing. Ikakataa. Wewe ndio ulimsaidia. Sidi, wewe ndio ulimuonesha njia. Wewe ndio ulimuonesha njia kwa ndio. Now who is killer? Who is the killer? Your friend or you? Kutoka. Nani alikwambia kama roho ya mtoto haikuhukumu mbinguni? Maandiko yanasema, acha nikusomee kitu. Nikwambie, roho zote zinakaanga na Yesu mbinguni. Watch. Sasa nikikwambia someone is sitting in heaven accusing you. Watch. Ephesians chapter number 2 verse number 6. Ephesians chapter number 2 verse number 6. Sikiliza. Inasema hivi. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Yesu alipofufuka, yes, mwanadamu akizaliwa duniani, Yesu huwa anakaa na hiyo roho. Hivi tuko hapa, Yesu ameketi mbinguni lakini ameshikilia roho zetu. Leo akitaka ujue nisitue, anachukua tu roho, unabaki mkebe, unaanguka chini. Now the baby is accusing you in heaven that you try to kill. Do you know the laws of Moses? 10 commandments? Okay. Do not commit. What did you commit? What did you commit? What did you commit? Teacher, mwalimu, wewe nikiwa na rafiki kama huyu nitampiga makofi bala sana. Sasa mimi sijajua kuona, lakini unanifundisha ndio wewe. Do you have children? Yes. How many? 2. Sasa wewe ulimsaidia kutoa kuwa na watoto? Hakuwa na. Now these are the mistakes and the sin tunakuanga nazo. So Mungu akiwa mbinguni, I think mimi sikuwa na wewe. Hata ujiambia mtu. In fact hata yule rafiki yako ajui. Yeye mtu hata penye kutoka kujua ilikuwaje. Haujui ilikuwaje? Yeye ajui. Nilimsaidia lakini dawa zenye alipewa sizo. Sio hizo. Alifanya kudanganya. Nilikuwa nafanya chemistry. Alafu sasa huyo mwenye alikuwa anafanya chemistry hapo ana hizo dawa za kutoa mimba. So akamchongea pana tu. Akachonga. Kuna venye hiyo dawa iko sasa, kuna venye alitengeneza hiyo dawa pia basi haikuwa dawa kutoa mimba. Wewe ndio ulikuwa unajua sio dawa kutoa mimba. Mimi ndio nilikuwa najua. Lakini ukamwambia kuja tu itatoka. Akajaribu. Nikamwambia usijaribu maana baadaye akazaa mtoto. Kijana. Sasa wewe ulikuwa unafundisha mwingine nini? Kwa sababu ulijua mtoto hatazaliwa. Ulijua mtoto atazaliwa, but in reality wewe ulijua atazaliwa, lakini kwa mwenye mtoto anajua nitakatupa tu kwa msitu. Nao mateso aliyoteseka yataulizwa nani? Na aliteseka kweli? Aliteseka, hata huyo mtoto babake alimkataa mpaka leo. Ni kama saa hii ukuje, wewe ni mgonjwa, nikudunge sindano, nitakuwa
nitakupea imani umepona, lakini inui nimefanya dhambi, kwa sababu nimekudanganya. Hiyo sindano najua kabisa ina msaada. The Bible says usimshuhudie mwenzako uongo. Those are the laws of Moses. Hata hapo Galatians, let me tell you something. Galatians 5:19 inasema matendo ya mwili, uongo haitakosa hapo. Hapo haikosi. Haikosi uongo hapo. Uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, vitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi, mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambie mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Sasa ufalme wa Mungu umekataa kuja kwetu, na jina Yesu limekataa kukaa na sisi kwa sababu ya tutabia. Sema tutabia. Now I'll pray for your friend that God will bless her. Na ako around Taveta, sema. Na unajua ajui. Hajajua. Na unajua sasa hii ni mtandao. Ile, lakini haitamfikia, nitatoa. Lakini ni promise kwa Yesu sitakupata pale kwa kilabu na kunywa pombe tena. Una promise hivyo kwa sababu umeenda kilabu, umejiachilia kwa wanaume, wanakutumia vile wanataka. Pesa ni nini? What is money? You are a very beautiful woman. Why are you doing such business? It's very dirty business. Very dirty business. Why are you doing that? You are very beautiful. Kwani dunia inakaaje tena? How old are you? 29. Yes, I'm turning 30 mwezi wa 7. Yeah, I saw 29. Okay, niambia 30. Alikuwa amesema 30. Mungu akaniambia no. She is 29. This is the level of God. Amen. Now 29 years. Very young girl. What you are doing in that club at night is wrong. Because I saw you with the miniskirt, with dress like this, but very short. You have sold your soul to men to have money. Why? Why are you doing that? You can do business. Si umesoma? Mpaka wapi? Form 4. Form 4 kwa? You have a shop. Why can't you run your shop than to go there? Sasa itakuwaje biashara na wewe mwenyewe unafanya dhambi? Maandiko inasema matunda ya dhambi ni mauti. Sasa dhambi hiyo unafanya hiyo, unaona utakuwa na kitu kiwe na uzima kweli? No, you need to be born again. Wacha kwenda kwa hiyo kilabu hiyo. You are selling your body to have money. It is wrong. Kwa sababu wale watoto unalea, wale watoto unalea nao wanakula pesa ambazo zinapitia kwa mwili wako. And they sin. Na kumaanisha watoto wanakula dhambi. Na ule msingi unapanda kwa watoto. Ngoja nikwambie. Kwa sababu ni mauti. Tamaa ya dhambi ni kwa sababu ni mauti. Wanakuwa alafu wakifika hapa, baadaye unatuambia nini? Hata wao wataanza kukunya pia. Na sio wao kupenda. Mungu anasema hivi, utakapokosa kunisikiliza na kuacha njia zako mbaya, nitajaza ulevi ndani yako. Mungu mwenyewe. Sasa Mungu atachukua hiyo dhambi, anasema mimi ulipiza wana maovu ya baba zao. Mpaka kizazi cha ngapi? Sasa because of the sin, and misingi unajengea watoto na wanakula hiyo, na wanakula dhambi nao, that is sin. Kwa sababu ishakuwa msingi.
that seed itagrow mpaka siku itamea. Ikishamea, si wote ni vijana? Aboenda gani? Now the problem will come to them. Shida itakuja kwao. Siku watakuwa wakubwa. Wakati wanaweza kujitafutia. Tunaona mtoto ameenda kutafuta kazi hapati. Why? Kwa sababu kile alikula ni dhambi. Na ulimpanda hiyo. So mtoto analelewa na anakuwa kwa misingi ya laana ya dhambi. What will happen tomorrow? Unalea mashetani. Unalea watu ambao watakuua kesho. Unalea watu ambao watakusaidia because of the foundation. God can change your business na grow. Kwani mimi nilianzia wapi? Mimi nilianzia kanisa kwa barabara. Mimi hapa nilianzia kanisa kwa hapo bakery hapo nje. Bakery ile ya Maragu hapo. Kuna shule iko hapo opposite. Nilianzia kanisa hapo. Hapo California. California ama ni Ebenezer. Karibu na Chechewa. Nilianzia kanisa kwa njia hivi. Kwa njia. Nikavumilia. Nikaenda shuleni. Nikavumilia. That's back 2020. Nilianza kanisa 2020 mwezi wa 7 kwa njia. December mwezi wa 7, mwezi wa 8 watu wa karibu mkutano wangu hapo kwa njia. Nikaenda shuleni, nikapiga makofi. December serikali ikasema mashule zitoke, makanisa zitoke mashuleni kwa sababu ya corona. Nikakaa hivyo bila kanisa mwaka mzima. Nikarudi tena, Mungu akaniambia no. Angalia wale watu wanakungojea kule. Enda fungua hapo sasa. Nikaenda nikafungua kwa nyumba kadogo hapo pale. Nikaanza kanisa na watu 3. Watu 2 wakaniacha, nikabaki na mtu mmoja na familia yake. Mama na watoto. Nikawa nashiriki na mama na watoto hapo. Mimi pastor na bibi ya mtu na watoto wake. Tunaabudu hapo, tunaomba, tunapiga makofi. Sasa tunapiga makofi. Nilianza kanisa na ile kiti. Ile kiti na zingine ziko pale 2 nyeupe zinakuwa pale nyuma hivi. Hizo ziko hapo hizo. Hiyo ndio ilikuwa kanisa. Sasa tukapiga makofi. That's 2021 December. Ndio nilifungua kanisa hapo 2021 December. Sasa kutoka 2021 mpaka hapa sijaweka hata tamaa despite na mambo yote. Ile muamini Mungu na akaja na akanibariki. Now, shida ni kwamba katika kila hatua lazima kuwe na jaribu. Usione utaweka tu biashara alafu ipiki mara moja. Lazima kwanza kuje na jaribu la kwanza. Uza, chomeka kwanza. Biashara ianguke. Rudi tena revive biashara. Maisha yana mlima na kushuka. Hakuna kitu rahisi duniani. Lakini moyo wako unapenda hiyo kitu unafanya? Kama moyo wako unapenda hiyo kitu unafanya, huwezi ishiwa. Unaweza enda siku moja ukose kuuza na siku ya pili. Alafu siku hizi 3 za wiki zote uuze mpaka ulipwe zile siku 2 zimepita. Kwa sababu unapenda hiyo kazi. Sasa mimi siwezi kuja, Mungu amenituma nifungue kanisa, alafu nianze kusema, "Oi, hii kazi hata afadhali naona nimwache." Mungu anakujanga anasema, nimekupa riziki ya kila siku. Kuna mwingine anaomba kama wewe apate anzishe hata ya 200. Alafu leo naomba uiwache, badala ungeniita nikuje nikusaidie. The problem is Christ is not there. Yesu hayuko multiply. Sababu anasema nitakapokaa ndani yako na wewe ndani yako, kutoka kwako utakuwa umebarikiwa. Yes, Deuteronomy 28:1. Inasema mtakaposhika sheria zangu na amri, kutenda kwa bidii hukumu zangu, mtabarikiwa mkitoka na mkirudi, na kazi ya mikono yenu itakuwa imebarikiwa. Sasa Yesu hamtaki. Alafu mnataka biashara zikue. Haziwezi zikakuwa mkifanya hizi vitu. Hizi. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yote kwa bidii, alafu kutunza kuyafanya maagizo ameagizayo Mungu leo. Ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya hizi zote, juu ya mataifa yote ya dunia. Yaani ukiwa na Mungu atakutukuza ukitunza amri zake kwa bidii. Anasema atakutunza, atakutukuza juu ya mataifa yote duniani. Wewe unaona kuingia kwa redio ni rahisi.
Sio rahisi. Wewe uliza wachungaji hapa, mimi natamani dilema hapo. Sio rahisi. Anasema nitakutukuza juu ya mataifa yote. Baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Baraka hizi zote sio nusu, zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Lakini usikiapo sauti ya Bwana, basi utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Endelea. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako, na uzao wa nchi yako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo. Endelea. Maongeo ya ng'ombe wako, endelea, na wadogo wa kondoo zako. Endelea. Litabarikiwa kapu lako, na chombo chako cha kukandia unga. Yaani Mungu akiangalia amekupa riziki ndio unapata unga yako ya kila siku. Anasema hiyo kikapu ya unga itaisha, kumaanisha kazi yako itanawiri. Utabarikiwa wingi hapo, utabarikiwa na utoka hapo. Fika tu hapo. Now my sister, you need forgiveness and you need to receive Jesus Christ and to change. You know, my mission is to plant Jesus. Mission yangu ni kupanda Yesu. Sasa siangalie wewe, naangalia generation hiyo uko nayo. The foundation ile umeweka. They are eating sin, they are sleeping sin, zile nguo wanavaa sin, ile shule wanasoma sin. Mtoto ataendelea vizuri, atasoma, atakuwa mwerevu. Naye Mungu ni waajabu. Mungu analetanga werevu mwingine kwa hao watoto. Utaamini, watakuwa werevu na shangilia. Masaa itafika mahali ataanguka hivi kama umeme. Utashangaa mtoto alianza vizuri, nini namkula? Now the baby is paying. Mtoto analipia kama uliofanya. I thank God for my father. Nashukuru kwa sababu ya babangu mzazi. May the Lord God bless that man. Do you know the reason? Let me give you a story, a little bit. Kwa sababu season ya babangu ya kudisomesha niliona kama ninaota. Mimi sijasoma. Nenda secondary ni nini? And that police, the tall man, you know what you did to him. Ulikula pesa zote, and then you know what you did to him. Jesus Christ. What happened between you and the tall policeman? Nishaikuwa na polisi, but hatukukaa sana. What happened? Nilikuwa na yeye wakati nilikuwa na mzee wangu. Ukiwa na mzee? Yes. Ulikuwa na polisi? Sasa nini kilivunja ndoa yako? Nini kilivunja ndoa? Leo ilivunjika, but ikarudi tena. Ikarudi tena. Lakini mzee hajui kama ulikuwa na polisi. Yaani ukiwa kwa ndoa kuna mzee bado uko na. And the case of 200,000, you know. Kesi, but time nilikuwa siko na mzee wangu, nilikuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa ananipea pesa sana na alikuwa ananisaidia, lakini tukarudia na mume wangu na bado nilikuwa na yeye pia. Akaja akanitishia maisha, alitaka kunioa lakini mimi sikutaka. Ulitaka pesa? Ndio, alikuwa ananisaidia. Alafu mimi sikumtaka, maana alikuwa mkubwa wangu kiumri. Maana hata nilijua nikimpeleka kwetu hakuna vile angekubaliwa. So tuliporudiana na mzee wangu, bado nilikuwa na yeye, lakini nilikuwa nataka kumwacha. Sasa hivi uko na mzee wako? Ndio. Still you have another two men. Pastor, kuja umalize ibada. Still you have another two men. Yes. They are sending money.
They are sending money. Yes. The third one is lodging. Yes. Sasa mimi yao nataka kuacha ni ile yani na tamanio la moyo wangu mimi niondokee maisha kabisa. Sio hivyo. Don't worry. It is your day to day, the day of your salvation. Because after receiving Christ now, I will pour the Spirit of Christ in you. There shall be no sin again. And that man, you call your husband, he told you, ile siku nitakupata wewe, nitakuua unajua. And you dreamt that you were sleeping, and he came in the dream, and he killed you. Yes. 2 times. Come receive Christ. Kuja okoka mwanangu. Tukuondolea matatizo. Now, the reason why you are here. Uko hapa Yesu akuokoe kwa sababu mzee angekuua kweli. The dream you saw, it is a reality of what was about to come to pass. Taveta. Kama hamuna Yesu Taveta, mko na mashetani. A man can tell you the life you are living. A man can tell you what you are doing. A man can tell you that you are forgiven. A man can tell you even your dream. A man can tell you the future of your life. What? His name is Jesus Christ. He's sitting in heaven. He's sitting in heaven, watching over every soul. He has your life. He has what you have. You went to the pastor, na ukamwelezea pastor yale mapito unapitia. Lakini pastor akatana round badala ya kusaidia. Nimekuwa nikienda kuna pastor mwingine lakini naenda kuombewa. Wala naweza kunishikashika hivyo. Ndio maana nikasema akatana round badala ya kuombea, badala ya kusaidia. Hiyo marosa nataka kuacha. Akataka kulala na wewe. Ndio. Now the demon, shetani mwenye ako ndani yako anakusukuma ukafanya, alimuingia pasa. Pasa mmoja. 3. There are 3. Lakini mmoja alijaribu. Na yule ako na kanisa kubwa ya mabati ya mawe. The tall pastor, you know what he did to you. Usimtaje because iko hapa karibu, hata mimi najua. Ndio mawe. Ni kubwa karibu na njia lakini sisemi. Sana. Kubwa sana. Bila kuambiwa kwa magari. Sijasema wewe. This is a form of church. Hii ndio anguko la makanisa. Mtu anakuja na mashida na ako na bibi na watoto wawili. Sio na wajua. Ako na bibi na watoto wawili wasichana. God. Taveta bado sijafanya mambo nikiwa na Yesu tutafanya hivyo. Amen. Alafu kanisa. Ndio maana sasa uaminifu wa chungaji. Ndio maana upendi kanisa. Nasiendagi maombi. Hata uliwaachia hapo. Hata leo ni rafiki yangu ile pale na jirani yangu. Nimeamka tu asubuhi, nikajikuta tu nimeomba. Nikaenda kwake. Nikaenda kwake akaniambia twende kanisani. Mimi nikaomba hata kwa hiyo pasta msiendi. Kuna wakati alishaniambia twende wanakujaga na jirani yake mwingine. Nikamwambia mimi siendi maombi mahali popote. Leo nimejikuta kwa sababu hawajui kile ulipitia. Hawajui. Hata yule pasta alikwambia njoo nitalipa hoteli. Si ndio?
Sasa ili nimalize maombi ya mapasa. Ninyi mapasa wataleta. Kwa kina bwanangu hakuna mtu ananitaka kabisa. Hakuna mtu anaweza kukubali ukiwa na hiyo kitu kina ndani kwa ndani. Sasa ukishafunguliwa upokee Yesu. Watch. Wape mwezi wa kwanza wa pili, kila mtu ataimba nyimbo zako. Amen. Kila mtu ataimba nyimbo zako. Ngoja kwanza. Kulikuja kingine hapa kuna nyumba na mzee wake amekataliwa kabisa. Nikamwambia vijana, sikiliza. Kwa bibi yako amekataliwa nyumbani kabisa. Usijali kama kalia mkono. Nikamwambia nimewapa wiki 3. Kutakuwa na sherehe. Hiyo sherehe itakuwa yeye. Baada ya wiki 3, wazazi wote wa huko wakaita vijana, wakamwambia tuletee bibi tukaribishe yeye. Wakafanya zile mila za kitaifa, wakakaribisha msichana. Wakachinja huko wakamaliza, akaja nikamwambia na kuwekelea mkono. Yeyote aliyekula nyama hiyo siku ataimba nyimbo zako mpaka siku atatoka makaburini. Sasa siku hizi hakujani kanisa, ikifika Sunday wanapiga simu. Jamani tuletee mtazamano. So don't worry. Your sins are forgiven. Amen. Don't go back there again. Now, hii ni mbegu, ni ya Mungu. Lakini sasa ikikuja kwa Mungu inapata nao visi, fungua macho, wakora, waizi. Zaidi. In the name of Jesus Christ, Father. Name of Jesus Christ, the Son of the living God. Kila nguvu za shetani na mapepo na mizimu ya kukusukuma kwa shetani ukafa na kuonekana na wanadamu kama kitoweo na kuondolea lawama kwa jina la Yesu. Kuanzia leo mwanangu, tumikia Yesu Kristo. Kuwe chombo cha kutumika. In Jesus name. Kuja piga magoti hapa kwa Yesu sasa. Kuja piga magoti hapa kwa Yesu. Sema asante Yesu. Kwa kunifilia msalabani. Na kuniokoa. Na kunipenda. Kuanzia leo Yesu na kupokea uwe Mungu na Mwokozi na mlinzi wa maisha yangu. Kuanzia leo nakataa shetani na kazi zake. Jina langu liandikwe kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo kwa jina la Yesu. Yesu, uniondolee lawama. Kuanzia leo niwe mwana katika ufalme wako. Sema amen. Father, in the name of Jesus Christ. Now release your spirit. Say no more in Jesus' name. Let me tell you something. Usione kama wewe ndio kwa hivyo peke yako. Unaona huyu alikuwa mbaya kuliko. Kwa hiyo alikuwa anaenda huyu hata wewe unakunywa hapa. Kenya, huyu akipata pesa kila biashara ilikuwa ni Tanzania. Atakuja na wanaume hawakoroge hapa watime nguvu na alafu aende nyumbani. Lakini leo angalia chombo cha Yesu bana. Usijali, tangu mmesamehewa. Amen. Atapata kazi. Lakini alitaka kwenda jeshi, sio? Alitaka kwenda jeshi, sio? Usijali, Daudi anataka kwa sababu vile ataingia mjini. Achia Yesu hivi. Amen. Jeshi ataingia. Jina la Yesu. God bless you. Amen. God bless you. Kaa kanisani. Penda Yesu. Leave those men of God. Forgive them. Because
ilibidi wafanye hivyo ndio ufike kwa ukweli. Unajua kila ngazi unapita ya majaribu, kuna mahali unaenda utapatana na ukweli na utasaidika. Sema amen. Yesu makofi mazuri. God bless you. God bless you.